Matokeo tumekubali, tutarudi nyuma, tutaachia njia. Mimi nitawaeleza, atakayekaidi atajua yeye, hatua ikichukuliwa kisheria atajua mwenyewe. Mradi nifikishe ujumbe, alafu ukirudi nitakwambia nimefikisha ujumbe. Njia hatujafunga, raia wenyewe wanataka waone sample. Kwa maana wakija ndani uone sample, hawauzi, na TRA wako kila siku wanataka kodi. Serikali yenyewe inataka kodi. Bila kuweka sample huwezi kuuza, ndugu yangu. Hivi vifaa vikufunikwa, viko karibu na barabara, vinaingia vumbi. Vifaa hivi ni vyakula, tunahitaji vikae ndani ya kabati, maeneo ya kabati kama vile chipsi zilivyowekwa ndani ya kabati na usafi. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katikati ya jiji la Arusha. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mkuu wa wilaya ya Arusha mjini hapa, Josephat Mkude, amefanya ziara katika eneo hili la katikati ya Kariakoo kuelekea chini ya mti, ambako changamoto kubwa ni wananchi wafanye biashara kupanga bidhaa zao pembezoni mwa barabara. Licha ya kwamba kuna machinga, lakini vile vile kuna wale wafanya biashara ambao pia wanalipa kodi za TRA. Mara nyingi wamekuwa wakifunga barabara, lakini leo amepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wafanya biashara hao, akiwataka wasogeze vitu vyao. Hivyo ametoa wiki moja tu kuhakikisha kwamba barabara hizi zinakuwa zinapitika mara kwa mara, kwa sababu katikati ya mji wa Arusha kumekuwepo na msongamano usio wa lazima wa mara kwa mara ambao unapelekea kutokana na hizi bidhaa ambazo zinapangwa pembezoni mwa barabara. Lakini hapa mkuu wa wilaya anazungumza pamoja na wafanya biashara. Simama hapa kutoa wito kwamba tulishakubaliana na viongozi wa pande zote, wafanya biashara, wakati wakubwa pamoja na wamachinga, kwamba kila mmoja arudi sehemu yake aliyopangiwa ya kufanya biashara. Na sehemu hizo zipo kwa Arusha. Bado hatujawa na tatizo la sehemu za kufanyia biashara kwa wamachinga. Kuna sehemu ambazo tayari tumekwisha zijenga vizuri, kama vile soko namba 68 pale Kilombero, lakini pia tunafanya maboresho ya soko letu kwa kujenga upya soko letu la Kilombero. Lote hili ni nafasi za wafanya biashara wadogo. Lakini pia kuna soko la Ulezi, linaweza kutumika pia kama wafanya biashara wadogo na maeneo mengine mengi. Sasa eneo hili ni kwa ajili ya wenzetu wafanya biashara ambao tayari wako kwenye maduka, tayari wana utaratibu wao mzuri na uongozi wao mzuri. Kwa hiyo hatuna sababu ya sisi wana Arusha, hususan wafanya biashara ndogo, yani machinga, kufanya biashara katika maeneo haya. Na istoshe, hatufanyi kwenye vyumba vilivyopangwa au vinavyotambulika, tunapanga bidhaa zetu barabarani. Sasa hii inatusababishia tuwe na msongamano mkubwa mara nyingine, lakini pia hata uhalifu mwingine ukafanyika. Lakini kikubwa zaidi ni kuziba au kuziziba biashara za wenzetu ambao tayari wako kwenye level ya kufanya biashara zao kubwa au za kati. Kwa hiyo katika kipindi hiki mimi niwaombe, tutatangaziana vizuri, tutatoa matangazo katika muda wa siku 3 kuondoka vizuri, kupisha na kwenda kwenye maeneo ambayo tayari tumepangiwa. Kama kuna mfanya biashara mpya au ametoka sehemu nyingine amekuja hapa, tafadhali afike kwenye mamlaka ya halmashauri ya jiji, tumwelekeze mahali pa kwenda kufanya biashara yake. Kwa hiyo hata hizi biashara zenyewe nazo tumezigawa katika maeneo. Wako wafanya biashara ndogo ambao wanauza matunda, wana sehemu yao. Lakini wafanya biashara ndogo ambao wanauza bidhaa za nguo wako kwenye maeneo yao. Lakini wanaofanya mboga wako kwenye maeneo yao. Sasa hatuwezi tukawa katika mtaa huu mmoja tunazibiana riziki wakati tulishapangana vizuri. Kwa hiyo nitoe wito wa kushirikiana na serikali pamoja na sisi wenyewe kama wafanya biashara, kuwa kila mmoja na ukarimu, kumjali mwenzake, kuwa na upendo wa kumjali mwenzake, ili tukapangane vizuri. Tusiwe na tabia zile za kuvunja sheria. Katika miji hii au jiji letu la Arusha, hususani hapa katikati, tumelipanga vizuri sana katika maendeleo ya kila nyanja. Ingawa tuna maendelezo mengine ya stendi ya mabasi kule
Muriet tunaijenga kule, lakini pia hii stendi tutapisha kwa wakati utakapofikia ili kupunguza msongamano katikati ya jiji, na tusiwe na tabia kuvunja sheria kama hizi tunazozifanya sisi wafanya biashara, lakini pia hata wenzetu wanaofanya parking. Hapa nyuma yangu kuna eneo la parking, lakini tunaona gari zimepaki bila matatizo yoyote. Huu ni uvunjifu wa sheria. Sasa namna hii utapofanyiwa kuondolewa, unarudi upande mwingine kwamba unaonewa, sivyo hivyo, isipokuwa wewe umevunja sheria. Kwa hiyo kama mamlaka au serikali hatukubali uvunjifu wa sheria bila sababu yoyote. Sasa huyu tunaweza tukasema machinga. Huyu sio machinga. Ndugu meneja, huyu sio machinga. Huyu amewazuia wezie kupita hapa. Hivi vifaa vilistahili kukaa store kama vile alivyoweka. Ana store za juu, ana store gani, vikakae, atauza tu. Mifuniko tutahitaji watu, mabomba tutahitaji watu. Kwa hiyo mtu kama huyu elimu yake ni ndogo tu, awe na store. Na store nimeshasema, wakija kwangu nitawafundisha namna ya kupata store, namna ya kuchangia store. Store zipo magodown huko ya serikali, magodown ya watu, naingia ubia mdogo tu, unaweka vifaa vyako na vinatolewa bila kuibiwa na kadhalika. Sasa mnaleta msongamano huu, alafu tunagombana huko na wafanya biashara wa mabasi kwa sababu ya msongamano. Kumbe msongamano tumeleta sisi, wanapita watu, wanapita bajaji, wanapita nini, lakini barabara imefungwa. Sasa hili si jambo zuri. Hivi vifaa vikufunikwa, viko karibu na barabara, vinaingia vumbi. Vifaa hivi ni vyakula, tunahitaji vikae ndani ya kabati, maeneo ya kabati kama vile chipsi zilivyowekwa ndani ya kabati na usafi. Sasa hapa umeziba watu, unazidi kukimbilia barabarani, ni hatari. Moja hapo aniambie, hapa ni duka au chini ya mti? Hii nyumba ya nani? Ya kwangu. Ya kwako? Ndio. Kwa nini umeweka chini ya mti mpaka barabarani? Nyumba unajua inaishia wapi? Nyumba inaishia. Sasa bwana, saki muda mrefu. Sawa. Nakupa siku 3. Sawa. Bidhaa hizi zote nisizikute hapa. Nikute wewe unatokea hapa na meza yako inaingilia hapa nyumbani kwako. Na mimi nitakuja kununua vifaa vya ujenzi hapa. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Naitwa Richard. Richard. Richard nani? Richard no. Unaniomba nini? Nakuomba uniongezee hizo siku 2 iwe 5 ya wiki hata mama. Maliza. Nitatoa taratibu. Haya, toa taratibu. Sawa. Baada ya wiki moja nakuja hapa. Hamna shida. Ila unifundishie wenzio wote hao. Hamna shida. Uwaite mtaa mzima, maana wewe Richard sasa ndio uwe balozi wa hapa. Mkuu wa wilaya akaja, katupa wiki moja. Atakaye kaidi nitamuonyesha. Nitamuonyesha. Sina masiala, nitamuonyesha. Haya, asante. Jiji letu kila siku nyinyi mnasema ni jiji la utalii. Sasa hapa angalieni, tumeshakaa hapa, tuko barabarani, huyu anapitaje? Huyu anapitaje? Si unaona tumeshafanya jamu hapa. Vinginevyo ajali zinatokea bila sababu, lakini tungekuwa tunapita huku na hizi bidhaa tunaweza tukazinunua. Sasa angalia, hilo bomba liko kule, yani ni vurugu, na tumeamua kufanya sisi wenyewe kimakusudi. Hapa nazungumza hivi kwa sababu gani meneja? Nazungumza hivi kwa sababu wamachinga nao wanasingiziwa vitu vingi, kwamba wanaopanga vitu barabarani ni wamachinga, lakini wanaopanga vitu barabarani sio wamachinga. Hata wafanya biashara wenyewe, hao wenye maduka wanapanga nao vitu barabarani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa machinga kusema mbona mwenzangu kapanga vitu barabarani. Kwa hiyo sio ajabu na mimi niende wapi? Barabarani. Kwa hiyo jambo naombeni, ndugu zangu na wanahabari, hebu tujaribu kutoa elimu zaidi. Jiji letu tunalipenda, linaweza likawa nzuri sana, sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika jiji letu. Kwa hiyo naombeni taarifa hizi zifike kwa wafanyabiashara, lakini saa 8 nitakutana na wadau wote kwa ajili ya kuzungumzia na kupanga mipango yetu ndani ya jiji la Arusha. Asanteni sana. Wiki moja. Nimetoa wiki moja kwa ajili ya hawa, kwa hiari tu wiki moja. Na nina imani wataondoka. Hakuna mtu hata mmoja hapa Arusha
nikawahi kumwelekeza, nikawahi kumpa elimu akanikatalia. Ila ni kweli sijawafikia. Mara nyingi tunafika kwa viongozi wao, tunazungumza na viongozi wao. Viongozi wanashindwa kwa namna moja ama nyingine kufikisha taarifa tunazowapa, wanakaa nazo, alafu baadaye inaleta migongano. Huyu Richard, ndugu yangu Richard, hata ukimuuliza kuna kiongozi wote alishakuja kukueleza, anaweza akasema hapana. Sasa tuna udhaifu katika kushuka chini kueleza wananchi. Funwa nimeshaeleza na inaelezeka, kwa sababu jioni ya leo, mchana wa leo saa 8 nitakutana na wadau wote. Nikikutana na wadau wote, manake nitakuwa na maafisa afya, nitakuwa na watu wa mipango miji, nitakuwa na mkurugenzi na timu yake, nitakuwa na wamachinga, nitakuwa na wafanya biashara wa kati na wakubwa, nitakuwa na wadau wote wa maendeleo katika eneo hili. Nitazungumza nao na kila mmoja atapata nafasi ya kuzungumza na kukubaliana. Kama tutaamua kufunga mtaa kuanzia saa fulani kwenda saa fulani, watasema wao na sio mamlaka yoyote yale. Asante.